Muungano TV, Cape Town, South Africa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ndio mbele yenu hapa ni Sheikh Miraji Habibu, kiongozi wa Muungano TV. Aliyopo nyuma yenu ni Ustazi DJ aliyopo nyuma kamera. Na hapa tuliopo ni katika uwanja wa South River, ambao uwanja wa mpira ambao utakaokwenda kuswalia katika sala ya Eid. Tutakaposaliwa sala ya Eid ambayo mwaka 2026 mwezi wa 3 sawasawa na tarehe 21. Ndugu zangu Waislamu, hapa kama mnavyoona Waislamu walihudhuria kwa wingi sana kwa kuja kudiriki sala ya Eid. Kama mnavyoona mandhari ni nzuri, alhamdulillah, na humu ndani tayari watu wameshakamilika katika idadi yao na watu wanasubiria kinachofuata huko kusimamisha ibada ya sala ya Eid. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, alhamdulillah kathira. Ndugu zangu Waislamu, haya ndio matukio ambayo Muungano TV inawakilishia kwa siku yenu hii ya leo, na sisi kila habari ambazo tunazozipata zitakuwa zinawafikia kwa kila nyakati ambazo mnahitajia. Mambo ni mengi huko yanafanyika, mambo ni makubwa. Mashehe zetu hapo huko, tulipata mwaliko kwa hii taasisi ya Glama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa tuliokuwepo naye ni kiongozi miongoni wa viongozi wa Glama, na hapa tuliopo ni ule uwanja ambao tuliozungumza, uwanja wa South River, uwanja wa mpira ambao sala Eid itasaliwa hapa. Mengi ambao tutakayoyapata, labda kiongozi wetu wa Glama atakuja kutuambia yale ambayo yaliyojiri huko ndani na furaha iliyopo na maandalizi kwa jumla ambayo yalikuwepo yameandaliwa kwa siku kama hii leo. Kwanza tungependa kiongozi huyu aanze kwanza ajitambulishe, kisha atuambie atakayojiri katika siku hii leo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Farijallah Amis Kabano, na kiongozi wa Glama. Nilikuwa nataka kuendelea kusema tu kama leo ni siku ya Eid na tumejichagua kwenda kwenye uwanja huyu wa South River kusali Eid kama Glama na watu wa mjini hapa wa Cape Town ambao walihudhuria hapa, na ni wengi zaidi, wengi mno. Kwa leo tunaswali Eid, na after Eid tuna takriban kidogo ya waumini wetu insha Allah, kwa kila mtu ambaye atakuweko hapa, na tunawatolea shukrani zote kwa watu ambao watafika hapa kwa Eid al-Mubarak. Labda nitakuwepo na swali lingine la kuuliza, kwa sababu utaratibu ambao tuliouzoea mara kwa mara huwa siku kama hizi huwa mnaoleta wageni ambao mashehe kutoka nje. Je, Eid hii ya leo, je, kuna mgeni ambao aliokuwepo kama mgeni atakayesimamia katika ibada hii tukufu adhimu? La shaka hakuna. Leo tuliamua leo tuchukue imamu katika shehe katika mashehe zetu ndio wasalishe Eid, na tuwape fadhila mashehe zetu waonekane na wenyewe katika jamii kama tuko nao kabisa kwa sisi pia. Lakini bila hivyo inshallah mimi naona ni heri tu, kwa sababu kweli tukitoa shehe nje ni vizuri na tukichukua hapa ndani tena ni vizuri, lakini tuko naye kwa sababu tunataka tuwahimize na mashehe zetu wawe katika dawa za sana kwa sana inshallah.
Tunashukuru. Kwa hiyo labda tungemalizia kwa kutuambia, kwa kuwapa faida ndugu zangu Waislamu ambao watakaofuata katika channel yetu ya Muungano TV, nini faida ambazo wanahitajika wazifate kwa wingi kupitia wewe ambao uko ndani ya taasisi ya Glama na harakati wanazozifanya hasatan katika nchi yetu ya South Africa, eneo la Cape Town. Nini mwaliko wako, neno lako kwa Waislamu hapa Cape Town kwa harakati ambazo unaziona mnazozifanya hapa? Naam, nikitaka kushauria kama Waislamu wenzangu, sote Waislamu wa ndugu zangu, umoja ni nguvu. Tuungane kwa pamoja na inaweza kutusaidia sisi sote kuendelea kwa pamoja kutoka maziwa makuu, sote ambao tunaongea Kiswahili, tukikuchichanga pamoja inaweza kuwa vizuri. Tukaswali Idi kama pamoja hivi inaweza kuwa vizuri. Na mpaka sasa ni vizuri, lakini tuko wengi na tutazidi kuwa wengi zaidi. Tuungane mkono kama tunavyosema, Uislamu ni ndugu, tuendelee kuwa pamoja inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Inshallah tutakuwa na mengi ya kuzungumza. Tayari ametuambia kiongozi wetu kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Huku ndani shughuli bado inaendelea, tutakuwepo tumeishia hapa tu ili tujielekeze ndani kutazama atakayojiri kwa ndani. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi. Kufundikwa kati ya mbingu na ardhi, la yarfauha illa bizakati. Somo halikamishi mbinguni ila inatolewa zakati. Kwa hiyo ule Muislamu ambao bado atakuwa zakati fitri afanye haraka atoe zakati fitri ili saumu yake ubadilishwe mbele mbinguni. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine kwamba anasema zakatul fitri tahuratul saimi min al-lahwi wal-rafth wal-qurbati lil-masakin, faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun kasadaqat, au kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tunasema katika hadithi nyingine kwamba zakatul fitri inasafisha makosa ambayo yanapatikana ndani ya somo. Hakuna mtu kati yetu tunasema kama mfungo wa somo Ramadhani 100%, haiwezekani. Bila shaka kuna mchafu uliingia, kuna vumbi zinaingia ndani ya somo. Kwa hiyo vumbi hizi zinatolewa na nini? Na zakatul fitri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yule atakayetoa zakatul fitri وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
Jambo Islam, swala ya Eid inataka kuswaliwa. Kwa hiyo wale ambao bado ndani nje wafanye haraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Hakuna jambo lolote tunaweza kusema kwamba sisi tumefanikiwa katika dunia yetu hii wala katika maisha ya baada ya haya maisha tuliyokuwa nayo, isipokuwa mpaka pale ambapo tutakapokubali kwa uchamungu. Na uchamungu ni nini? Uchamungu ni kile kitendo cha mja wa Allah kujitahidi kuamiliana na zile sheria zote za Allah alizomwamuru na kujitahidi kuwa mbali na yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala amemkataza. Muislamu mwenzangu, ukishikamana na mambo haya mawili, haya yanasababishwa na watu kutofautiana. Kama kwamba umma ungekuwa ni mmoja, watu wanasikiliza kauli moja ya mtu mmoja ambaye ni sadiq, basi sisi Waislamu tungeishi katika raha maisha haya yote ya dunia, na pindipo tutakaporejea kwa Allah tabaraka wa taala pia tungekuta mazuri ambayo Allah tabaraka wa taala aliyotuandalia. Nini tunapata kupitia aya hii? Faida ya kwanza, ndugu zangu katika imani, alquwwatu fil wahda, kwamba tukiwa wamoja tunakuwa na nguvu,
Tukishikamana pamoja Waislamu tunakuwa wa nguvu. Kwa nini? Al-i'tisam yujma'ana ala kalimati al-haq wa yaj'alana kalbunyan al-marsus. Kwa sababu mshikamano unatuleta sisi kusimamia katika yale ambayo yaliyokuwa ya haki, na inafanya kuonekana sisi kama Waislamu kuwa kama jengo ambalo lililosimama na kushikamana vizuri. Allah tabaraka wa taala alitupigia mfano ndani ya surati As-Saff, akitolea mfano wale ambao wanaopigana katika njia ya Allah. Allah anasema inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kwa hakika Allah anawapenda wale ambao wanaopigana katika njia yake hali ya kuwa wamesimama pamoja, wamepanga safu pamoja, wameshikamana pamoja, kana kwamba ni mfano wa jengo ambalo lililojengwa. Hii ni faida ya kwanza ndugu zangu katika imani, hasa katika masala ya mshikamano sisi kama Waislamu. Ama faida ya pili, as-salamatu ad-dakhiliyya wal-ijtimaiyya, kunakuwa na amani kwa mtu mmoja mmoja na hata katika umma. Amani ikikosekana ndugu zangu katika imani, basi maisha yanakuwa hayana raha, maisha yanakuwa hayana furaha, kwa sababu tu amani hakuna. Na amani haiwezi ikapatikana isipokuwa paka pawepo mshikamano. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika maneno yake mazuri sana, akisema kwamba aljamaatu rahma wal firqatu adhab, umoja ama mshikamano ni rehma na ni utulivu, lakini mtengano, kutengana ninyi kwa ninyi Waislamu, inakuwa ni asbabu ya ninyi kuweza kuadhibiwa na Allah. Na kabla ya kupata adhabu ya Allah, kwanza tunapeana adhabu sisi kwa sisi. Inafikia hatua ndugu yako Muislamu wamjua ni Muislamu na unamjua huyu ni kafiri, lakini unaenda kumsaidia kafiri, unamwacha ndugu yako Muislamu. Sababu ya nini? Kukosekana ile usalama wa ndani kati ya mtu mmoja mmoja, lakini pia na mujitamaa. Lakini nukta ya tatu ndugu zangu katika imani, an-najatu fi dunya wal akhirah, tukishikamana tutafaulu hapa duniani pia na akhira. Na hiyo inatupelekea sisi kuwa mbali na mashaka yote, hasa katika sheria ya Allah, na kuwa sahihi katika maamuzi ambayo tutakayoyachukua, kwamba sisi kama Waislamu tumeamua kwa umoja wetu na mshikamano wetu tuweze kufanya hili, na hakuna yoyote ambaye atakayetuziwia. Kwa umoja wetu huu unatupelekea hata sisi kuweza kufaulu katika maisha yetu ya dunia. Tufaulu vipi? Sababu yale ambayo tutakayoyapanga ambayo yanaendana na sheria ya Allah na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yatakwenda katika mstari ambao ulionyooka, na yale ambayo yatakayokuwa yanaenda kinyume na sheria na utaratibu wa Uislamu pia tutayaacha na kuyaweka kando. Ndugu zangu katika imani, lazima turudi katika aya ya Allah inayotutaka sisi kama Waislamu kushikamana pamoja, kuwa pamoja, kuwa na umoja, ili tuweze kupata salama ya maisha ya duniani pia na akhera. أقول قولي هذا فاستغفروه لجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة واصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد. فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي مرة ثانية بتقوى الله جل وعلا وطاعته، فإن في التقوى فيها مفازة في الدنيا والآخرة، كما أكد ذلك مولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن للمتقين مفازة. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni dhahir leo hii tuko katika siku ambayo ni Eid al-Fitr, Idi ambayo tunafurahia baada ya kumalizika ama kutamatika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Lakini ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo ni hatari sana katika siku hii ya leo ni kujichunga sisi wenyewe kutokuingia katika maasi. Siku hii sio siku ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Siku hii ni siku ambayo yatupasa tuweze kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya mambo ambayo yaliyokuwa mazuri, ikiwa ni kuleta wingi wa takbira, wingi wa istighfar, wingi wa tahlil, ili kuonyesha watu kwamba leo hii ni siku ambayo sisi Waislamu tunafurahia. Ndugu zangu katika imani, tuelewe ya kwamba tusipochunga sheria za Allah, basi sisi tutakuwa miongoni mwa wale ambao waliopotea. Na bila shaka yoyote aliyopotea kwa kutokufuata sheria za Allah, huyo hana sehemu nyingine pindipo atapokutana na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia makazi ya moto wa jahannam, na tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala aweze kutulinda na moto huo wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, tumalizie hadithi ya mwisho, hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake, hadithi ambayo ameileta al-Allama Abu al-Fida Ismail bin Kathir katika tafsiri yake ambayo ni tafsir bin Kathir, hadithi ambayo inakuja kutuelezea umuhimu wa sisi kuweza kushikamana katika mambo yetu kama Waislamu, kuwa kitu kimoja pasina kutengana wala kubaguana. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allah yarda lakum thalatha, kwa hakika Allah tabaraka wa taala anakuridhieni na anapenda na anafurahika kuwaona Waislamu mkiwa mmeshikamana na mambo matatu. Mambo haya matatu kama sisi Waislamu tutashikamana nayo na tukadumu nayo katika maisha yetu, basi Allah tabaraka wa taala atakuwa radhi nasi. Jambo la kwanza, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allah tabaraka wa taala anaturidhia sisi na anapenda kutuona sisi Waislamu tukiwa tunamwabudu yeye Allah bila kumshirikisha na kitu chochote. Na tunajua ubaya wa shirki, jinsi gani Allah tabaraka wa taala ameweza kutuonya na kutukataza kunako kumshirikisha yeye. Isipokuwa Allah alifika mbali kabisa mpaka kusema kwamba yeyote atakayenishirikisha mimi Allah, basi ni haram kwake, haiwezekani kuweza kuiona pepo yangu. Na jambo la pili, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, na kushikamana katika kamba ya Allah moja nyote Waislamu, kuwa wamoja, kupendana kwa ajili ya Allah, kusaidizana kwa ajili ya Allah, na msije mkatengana ama kutenganishwa. Jambo hili la mkusanyiko ama umoja ni jambo ambalo linampendezesha sana Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa antunasahu man wallahu Allahu amrakum, kwamba na kupeana nasaha kwa wale viongozi ambao Allah subhanahu wa taala amewachagua kuwa ndio viongozi wenu. Lazima tupeane nasaha sisi kwa sisi, ndugu zangu katika imani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake nyingine, ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Sio kwa kuwa umeona kiongozi kakosea ama kateleza kidogo waanza kumtoa nje ya Uislamu na kumpa red card, kumwambia huyo tayari kishapotea. Hapana, kabla ya kufikia level hiyo, basi mwite kwanza kiongozi huyo, muulize, mnasihi, mpe nasaha ambazo zitakazomfanya yeye kurejea katika kamba ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kamba ya Allah ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kiongozi huyu kama anamwogopa Allah, kama anahofia adhabu ya siku ya Kiyama, lazima atarejea katika kamba ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo ndugu zangu katika imani, tuzingatie siku hii ya leo sio siku ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, sio siku ya kuyafanya yale ambayo yaliyokatazwa na Allah tabaraka wa taala, isipokuwa ni siku ambayo yatupasa sisi tuweze kufurahia. Tumwombeni Allah tabaraka wa taala kwa haya ambayo tuliyoyazungumza japo kwa uchache, tumwombeni Allah atujalie tuweze kuyashika na kuyafanyia kazi. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa shafiina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warda Allahumma ala arba'atil khulafa'il kiram, Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa baqiyat ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din ya rabbal alamin. Rabbana atim lana nuran
الحضير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعظنا من موجبات الندامة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم وصالح الآمال، واغفر لنا ولكم، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أتانا له النشور. Tunamshukuru Allah kutuamsha na kutufikisha salama hapa. Kwa jina naitwa Ismi El Atrus Juma Wilmin Ukonga, kwa jina maarufu Anita Dancing Pro. Tunashukuru kwa maandalizi ya Glama kwa siku ya Eid leo inshallah, tukiwa kwenye TV Muungano na DJ wetu Babu, mshikaji wangu sana huyo hapa. Tunafanya kazi pamoja na tuko pamoja. Pembeni hapo kwa Sheikh Miraji. Tunashukuru tena Sheikh Mungu kwa kutuandalia mambo mazuri kama haya. Tunaomba Allah awape nguvu na atufikishe mbele huko jameni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taasisi ya Glama, na kama mnavyoona tumeweza kukamilisha ibada ya salatul Juma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutokana na haraka za shekhe, naona shughuli imeisha, shekhe anaomba kuondoka. Tungelimuomba tu shekhe kwa kauli yake moja kwa jamii yetu hii ya Cape Town, kutokana na anwani ya khatibu wetu. Shekhe wetu alikuwa anazungumza kwamba umoja wetu ni muhimu sana katika nchi yetu ya South Africa, hasatan katika eneo letu la Cape Town. Shekhe wetu, neno lako ni lipi katika jamii yetu hapa ya Kiislamu kuhusiana na anwani iliyozungumzwa umoja wetu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Kwanza niendelee kutoa shukrani za dhati kwa TV yetu ya online Muungano TV kwa ushirikiano mzuri mnaotoa katika jamii yetu ya Kiislamu, hasa katika jamii ya Kiislamu hapa Cape Town. Lakini la pili, kulingana na swali uliouliza, nitoe tu kwamba hasa viongozi wanaojihusisha na masala ya kidini, ni waombe tuweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na tujitahidi kutazama yale ambayo tunayosema katika jamii na kuyafanyia kazi kikamilifu, kwa sababu Allah amezungumza, alituuliza swali sisi wenyewe, ataamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Ukitazama hili, ni Allah anatuuliza hasa wale viongozi na wale ambao wasimamizi katika jamii, inakuwaje kuwaelekeza watu kufanya khairi wakati nyinyi wenyewe hamjawa tayari katika khairi hizo. Kwa ni shauri tu kwamba viongozi hasa na jamii kwa ujumla tumwogope Allah ukweli wa kumwogopa, ili tuweze kufanikiwa jambo hili linalohusiana na Waislamu kuwa katika umoja wenye dhati na umoja wenye thamani. Tulikuwa katika hali hiyo miaka 10 iliyokwisha, miaka 7 iliyokwisha, tulikuwa katika jamii moja na tulikuwa katika msimamo mzuri sana. Kwa tutazame tumekosea wapi ili tuweze kurekebisha na kuweza kuendelea katika mfumo uliokuwa bora. Shukrani katika hilo. Inshallah tutamwacha shekhe wetu aondoke, maana alichokizungumza kimegusa anwani nzima ambayo shekhe alizungumza. Na hapa tukiwa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Sheikh Miraji, kiongozi wa Muungano TV, na aliyokuwepo nyuma yetu ni kijana wetu Babu DJ. Kama tunavyoona hapa tuko na rais wetu wa Warundi hapa Cape Town, rais wetu wa Warundi, na tunataraji inshallah
mbeleni hatakuwa tu rais wa Cape Town, atakuwa rais wa South Africa wa Warundi ambaye anatuwakilisha sisi Warundi. Kutokana na anwani ambayo iliyozungumzwa katika hotuba ya leo, hotuba ya Eid, Sheikh anazungumzia kuhusu umoja. Wewe nadhani Sheikh, kiongozi wetu, rais wetu, unadhani ni nasaha yako ipi ambayo unaweza kuzungumzia Waislamu ambao tunapatikana ndani ya nchi South Africa kuhusikana na jambo ambalo la umoja, ukiwepo kama kiongozi wewe kama wewe? Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kila sifa kamilifu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Rehma na amani zimwendee mwingine Bwana Mtume Muhammad Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli hutuba ambayo ameizungumzia imamu wetu katika sala ya Eid al-Fitri, sintokuwa na mengi zaidi, lakini kwa nataka nigusie katika hiyo hutuba, nikianzia kusema kwamba kama alivyosema amiri wetu Sheikh Ulimwengu, tokea taasisi yetu hii tukufu ya Glama ianze, watu tulikuwa katika umoja mzuri na upendo, lakini imetokea mambo ambayo yamekuja, tunakuwa tunawagawanyika, na hilo sio jambo ambalo nzuri katika umma moja, watu ambao tunatoka sehemu moja, kama jinsi aya za Qur'ani zinavyosema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na wale ambao yuko nao utawaona wanarukuu kwa pamoja, wanasujudi kwa pamoja na kutafuta fadhila za Allah kwa pamoja. Ruhamau bainakum, utawaona wao kwa wao wanahurumiana na kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, na wanakuwa ni wakali kwa makafiri. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi tuwe na mapenzi na upendo, na hilo mimi kila siku nalisimamaga na kuoga nalimwambia Amir Sheikh Ulimwengu, na naendaga na kwa kundi la pili na waambia vile vile. Mfano tu mmoja tu ambao nataka kusema ni kwamba jana ilifanyika sala ya Eid kwa kundi lingine la Kiislamu. Mimi kama vile kiongozi wa taasisi ya wazaliwa wa Buyenzi nimeona kwamba ni lazima nende nikasali kule, na mimi vile vile kama Glama ni damu vile vile lazima nimekuja hapa kwa ajili tu ya kutafuta kuonesha umoja unaohitajika. Kwa kweli nisendi mbali sana, muda ni mdogo, lakini hutuba ambayo Sheikh amezungumzia ilikuwa inabidi sisi Waislamu tuikae chini tuifanyie kazi. Labda inaweza kuwa njoo mwanzo wa muungano wetu huu wa kuona jamii ya Kiislamu tunaungana, tunakuwa watu moja, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala alifanikishe ile jambo litokee, tusitengani, tusifarikiane, tuwe umma umoja, tuwe kitu kimoja, na peponi tuingie pamoja kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Alikuwa ni kiongozi wetu, president wetu wa Buyenzi, wana Buyenzi, anatuwakilisha wazaliwa wa Buyenzi. Ingawa mimi nilikuwa nimemwakilisha hapo mwanzo kama mzaliwa, anatuwakilisha Warundi. Inshallah tunataraji atoke katika cheo cha watu wa Buyenzi aende katika cheo cha kuwasimamia Warundi wote biidhnillah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa ndani ya Muungano TV, aliopo nyuma yetu, nyuma kamera ni kijana wetu Babu DJ, na hapa tukiwepo na shekhe wetu, khatibu wetu, mwalimu wetu ambaye alisimamisha sala, alisimamia katika khutba ya salatu Eid, na akiwa amezungumzia anwani nzito, na leo insha Allah tutamkaribisha kwa mawili matatu ambayo atatupatia fawaid kwa kile ambacho alichokizungumza katika siku kama hii ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh? Alhamdulillah wa barakatuh, alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza ujitambulishe ndani ya Muungano TV, watu wa kufahamu kwa jumla wewe ni nani, na hapo uliposimama katika siku hii ya leo ni siku ipi? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji ambaye unaiangalia Muungano TV kutoka katika nchi ya South Africa, Cape Town, kwanza anayezungumza hapa ni kijana wenu al-faqir dhalil Nasir Juma Shaban Migombo, ambaye leo hii inshallah kwa rehema zake Allah mimi ndiye ambaye niliyekuwa khatibu katika khutba ya Eid al-Fitr ambayo imesaliwa leo tarehe 21 mwezi huu wa 3 mwaka 2026 katika nchi ya South Africa, hasa katika jiji la Cape Town, Mother City.
Inshallah nadhani nimefahamu kwa utambulisho ambao aliojitambulisha. Aliozungumza mada aliyozungumza, angalau mimi nimechukua nukta moja ambayo alikuwa anazungumza kwamba Waislamu ambao tunaopatikana tujitahidi kuwa na kitu kimoja. Swali langu kwa shekhe wangu, je, mnavyoona sisi ambao au nyinyi ambao mnaotangaza dini hapa South Africa Cape Town, je, ni kitu gani ambacho unadhani tunaweza tukakiboresha, tukakizidisha ili kuongeza umoja wetu, au unavyoona umoja wetu hapa ambao tuliokuepo nao, je, unaridhisha kwa mtazamo wako? Naam, kwa mujibu wa utaratibu na hali ya mazingira jinsi yalivyo, umoja tuliokuwa nao bado hauridhishi. Billahi alaikum. Sababu tukiangalia kwanza, kuna watu ambao tunaochukiana sisi kwa sisi au hal asbab bila sababu aina yoyote. Yani mtu anatokea from nowhere anakuchukia tu. Sasa katika dini hivi tumekatazwa kumchukia mtu bila ya sababu, si katika misingi ama utaratibu wa Uislamu. Nikirejea katika yale ambayo niliyozungumzia katika hotuba yangu, nimegusia hasa katika swala la umoja na kuelezea faida za umoja. Miongoni mwa nukta ya kwanza ambayo niliyogusia katika faida za umoja ni alquwwati fil wahda, kuwa na nguvu pindipo tunaposhikamana. Na hatuwezi kuwa na nguvu na hali ya kuwa bado kuna makundi ambayo yanayosababisha watu kutokuwa wamoja. Ili tuwe na nguvu lazima tuwe wamoja, na tukiwa wamoja tutakuwa na nguvu, na hivyo itapelekea hata umma wa Kiislamu kuogopeka na kuheshimika popote pale ambao utakapokuwepo. Na mfano wa hayo yote yanathibitika, mfano kile ambacho kinachoendelea katika Mashariki ya Kati. Angalia nguvu waliokuwa nayo watu wa Iran walivyosimama wao kama wao kuna kutekeleza yale ambayo waliokusudia, ambayo wanaamini kwamba ni katika haki. Lau kama angekuwepo unafiki ama kutokuwa wamoja ndani yake, basi hata hayo yasingeweza kutokea. Kwa hiyo niukumbushe umma hasa katika mji wetu huu wa Cape Town na umma kwa ujumla kwamba tunahitaji watu kuwa wamoja. Hakuna utofauti kati ya Mnyabuyenzi ama mtu wa Kigoma ama mtu wa Rumonge ama mtu wa Bujumbura ama mtu wa Kagongo ama mtu wa Karonda. Wote ni Waislamu, tunasema la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Lazima tuwe kitu kimoja. Tukiwa kitu kimoja, basi hata Uislamu utasonga mbele, na hawa ambao si Waislamu watatuogopa sababu tuko katika kitu kimoja. Nimesikia shekhe wetu akituambia kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa neno letu la kumalizia, tungemwomba shekhe tambih kwa vijana ambao au Waislamu ambao wanadhani kwamba baada ya Ramadhani ndio ibada imesimama, baada ya Ramadhani ndio siyamu imesimama. Tambih, yani mwamko wake, neno lake kwa wale ambao wanadhani wanafikra kama hizo, shekhe wetu. Naam, nipenda kusema kauli yangu ambayo napenda kuirudia mara kwa mara. Napenda kusema kwamba kufa kwa imamu sio mwisho wa ibada. Bimaana kutamatika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani sio sababu ya kumaliza ibada zote. Bado ibada zitaendelea na funga za sunna zitaendelea kuwepo na ibadati zingine za sadaka zaka zipo. Kitu cha umuhimu kwamba yale ambayo tuliojifunza kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi tuendelee kudumu nayo mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa taala atakapotujalia kuweza kuifikia Ramadhani nyingine, kama tutakuwa hai. Kama tukifikia Ramadhani nyingine na huu cha Mungu tuliopata katika Ramadhani hii, basi tutakuwa tumevuna vitu vingi sana na tutakuwa na faida nyingi sana, hasa katika kujikurubisha kwa Allah, lakini pia kuungana kama umma, kuwa kitu kimoja na kusikilizana na kuheshimiana na kutambua thamani ya mtu. Sio utambue thamani ya mtu pale ambapo tu amefariki ama amepatwa na matatizo. Hapana, hata akingaliki hai unatambua thamani yake, kisha unamheshimu, sababu unapomheshimu mtu naye ndio anakuheshimu. Watukufu Waislamu, huu ndio shekhe wetu mfasaha wa kauli kama alivyozungumza. Wallahi lao haya maneno ambayo aliyazungumza tukiatia kwenye matendo, wallahi nadhani jamii yetu itanyooka, na sote haya ambayo tunaona migogoro ambayo wanajiri nje ya nchi na nje ya nchi, wallahi yote yataondoka. Kwa mengi sitokuwa na kuzungumza, bali tutazidi kuwakaribisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watukufu Waislamu wote wanaopatikana katika pembe zote za dunia, ndugu yenu hapa Mr. Together Weekend in much respect, Sheikh Bakari MVP, Motivation Vision Professional, Mr. Together Weekend in much respect, the voice of Cape Town, Glamour Information Officer. Ndugu zangu watukufu Waislamu,
Kwanza leo ni tarehe 21 za mwezi wa 3 2026 miladia, sawa na mwaka 1447 hijiria, siku ya Jumamosi ambayo ni Saturday, ambayo nchi ya South Africa kwa kufuata majority ya maulama ambao wanaohusika katika kitengo cha mwandamo wa mwezi, leo ndio tumesherekea sala ya Eid al-Fitri ya mwaka 2026. Na taasisi yetu pendwa ya Glama, kwa waumini wote tumesherekea kwa pamoja, tumesali kwa pamoja. Watu walikuwa ni wengi kabisa, yani watu walikuwa ni kemkem. Hii ni kuonesha imani kubwa ya taasisi ya upendwa, taasisi ya Glama, na kweli tumeungwa mkono na watu wengi kabisa, na kwa kweli tunatoa shukrani za dhati kwa uongozi wote wa taasisi ya Glama na kwa waumini wote kuwa na imani kubwa na taasisi ya upendwa ya Great Lakes Muslim Association, muungano wa Waislamu kutoka nchi za maziwa makuu, taasisi ambayo inaitwa Glama kiufupi, kuwa na imani yao kubwa ndani ya mji huyu wa Cape Town. Na vile vile ndugu zetu wa Muungano TV, hii ni TV ya Cape Town ambayo inakuja kufanya mapinduzi makubwa sana katika social media, katika ulimwengu huu wa AI. Wallahi, ikiongozwa chini ya mwenyekiti Sheikh Miraj Habibu. Huyu ni khatibu ambaye anajishughulisha na mambo ya dawa, pia akiwa na producer director number 1 in town DJ Babu. Wengi wanamfahamu tu, hataki tena kushereheshewa. Kwa kweli tunatoa shukrani za dhati kwa Muungano TV, na sisi kama taasisi ya Glama tunatumika na Muungano TV za Kiislamu online zote duniani. Sisi hatubagui, hatuko kwa ajili ya kumkomoa mwanadamu au kujifaharisha, bali Muungano TV imekuja kuungana katika nguvu za zile ambazo zilizotangulia, ili na wao walete ufundi wao. Na huu ndio Uislamu. Uislamu sio chuki. Muislamu anatakiwa wengine aone wanayepata maendeleo. Ndio Muungano TV ambayo imekuja kwa sura hiyo. Allah awabariki, awape subra, wasifati maneno ya watu, lakini kwa kuwa kiongozi Sheikh Miraj Habib ni mtu mwenye busara, mwenye hikma na ni msomi wa dini, na DJ Babu ni mtu ambaye anajua maisha ya kiwanja hichi na fitna ambazo ziko duniani, hakuna ambacho kitayumbisha Muungano TV. Wale tunatoa shukrani za dhati. Ndugu zangu katika Uislamu, Uislamu ni amani, na amani haiwezi kupatikana bila umoja, na umoja hauwezi kupatikana bila mapenzi. Ndugu zangu wa Uislamu, jambo la kumalizia ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema kwamba thalathun man kunna fihi wajada bihi na halawatal iman. Mambo matatu, yeyote ambaye atakabahatika kuwa na mambo matatu hayo, basi atakuwa ameonja ladha imani ndani ya nafsi yake. Kabla ya kuonja ulimini, anaonja moyoni. Watu aina tatu Bwana Mtume kasema. Mtu wa kwanza anasema kwamba an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhim mimma siwahuma. Kwanza ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwapenda zaidi kuliko kila kitu hapa duniani. Wa ayyuhibba almar'a la yuhibbuhu illa Allah. Na ukimpenda mtu usimpende kwa ajili ya maslaha duniawia, kwa ajili ya maslaha ya kidunia. Mpende mtu kwa ajili ya imani yake katika dini, kwa ajili ya harakati zake katika dini, kwa ajili ya jitihada zake katika dini. Umpende mtu kwa sifa ambazo zinazoambatana na dini. Na wa mwisho akamalizia kwamba wa an yakrahu an yauda fi kufri baada an anqadhahu Allahu fi kama yakrahu an yukdhafa fi an-nar. Na mtu achukie kurejea katika ukafiri baada ya kuokolewa huko, kama gisi mtu anavyochukiwa kudumbukiza ndani ya moto wa Jahannam. Kwa kweli tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishe katika umoja na mshikamano, na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala adumishe amani katika mji wetu, na vile vile Muungano TV ndio suluhisho. Kwa hiyo ikiwa chini ya Sheikh Miraj na DJ Babu kama director producer, tunawapeni much respect. Together we can. Sheikh Bakar MVP, motivation, vision, professional. Tukiwa ndani ya Muungano TV kama kawaida, alionyuma kamera ni kijana wetu, producer wetu kwa jina maarufu Babu DJ. Nadhani naona ugeni ambao ni kuepo nao hapa, Sheikh wetu tulifanikiwa kuwa naye hapa, Sheikh wetu Abdul Karimu, ambaye na yeye ni miongoni mwa mashehe wakubwa katika taasisi ya Glama. Sheikh wetu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wetu, tulikuwa na swali ambalo tunataka kuuliza kutokana na namna tunavyoona kuna watu ambao jana ndio walifungua na wakaswali swala ya Eid jana, na leo naona sisi kama sisi hapa tumefika hapa tumehudhuria kwamba imeswali swala ya Eid. Kuna mambo mawili hapa ambayo Sheikh wetu naomba utuweke sawa ili jamii ipate fawaid kwa zaidi. Katika kauli ya ulamau, jumhuri ulamau, katika masala ya ikhtilafu al-matali, je, katika kauli ambayo unadhani wewe ina nguvu, kauli ambayo wewe unadhani ina nguvu, je, ni ile kauli ambayo watu
wafungue kwa kauli ambayo itakaosikilizwa na mufti wao, kwa kauli ya mufti wao, au je watu wafuate mwezi ambao au kauli itakayotangazwa na nchi ambayo itakuwa jirani kuliko sehemu ambapo walipo? Je, watu wafuate kauli ya mufti wao ambao sehemu walipo, au nadhani kwamba watu wangelifuata kule ambapo wanasikia kwamba tayari mwezi umeandama? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din wa ba'd. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mweza wa kila kitu, Allah ambaye katujalia kukamilisha mwezi mtukufu Ramadhani. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala azibaki rehema na amani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na watu wa jumla yake na sabaki jumla, amin rabbil alamin. Taib, ama masuala ya muandamo wa mwezi au kufungua kwa muandamo wa mwezi, bila shaka ni mambo ambayo yamezungumzwa na sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi kwamba sumu liruyatihi waftiru liruyatihi fa innahum alaykum faakmilu 'inda 30 yawma au kama kala. Mimi nafikiri Mtume sallallahu alayhi wasallam amemaliza katika maneno yake tahara. Mtume sallallahu anasema sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi, au kwa kuona mwezi, na pia fungueni kwa kuonekana mwezi au kwa kuona mwezi. Ikiwa kama utafichama ndani ya mawingu, basi kamilisheni siku 30. Kwa hiyo nafikiri hilo jambo halina mushkila. Ni tofauti tu miono ya baadhi ya maulama kwamba wale ambao wamefuata upande fulani ndio sahihi na wale ambao wamefuata upande fulani sio sahihi. Ni miono ya watu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka wazi kabisa katika hadithi zake, fungeni kwa kuonekana mwezi au kwa kuona mwezi, na fungueni kwa kuonekana mwezi au kwa kuona mwezi. Kwa hiyo maneno ya Mtume yako swarihi kabisa, yako wazi kabisa, wala hakuna mushkila. Kwa hiyo sisi yote, narudi kusema kwamba sisi yote tunatafuta haki, na ule ambao amepatia Allah ndio anamjua zaidi. Sisi yote tunatafuta haki. Kwa hiyo yule ambaye anatafuta haki akakosea, Allah atamlipa jema moja, na yule ambaye anatafuta haki akapatia, Allah anamlipa mara pili. Tayeb, nadhani shekhe amefahamika vizuri. Yani mashekhe au wale ambao madai wanaopeperusha habari kwamba wanaokosea katika wale ambao wanaonekana kwamba wamefunga kipindi ambapo wengine tayari wamefungua, kwamba wajitahidi kuwa wanakosoa katika lugha zao, maana sote tufate maneno ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaweka wazi kwa sisi kwamba ndio kiongozi wetu na ndio mwongozo kwetu. Katika lugha ambayo tunaitumia kwa kumnukuu shekhi wetu, tujitahidi kuwa tunazungumza maneno ambayo yasije kaleta athari katika ubongo au katika akili za wale ambao katika elimu huenda imefichamana katika ufahamu wao. Sitokuwa na mengi ya kuzungumza, labda ningemwomba shekhe atuombe na atupe nasaha mbili katika kufunga huu mwezi, ya kumalizia mwezi huu kwa nasaha ambayo itabakia katika jamii, iwe ni kumbukumbu ya mwaka huu, ili wale ambao watakapoiona video hii wabakie katika athari, ambao wataona kwamba tumebakia na athari katika maneno ya shekhe ambayo atabaki katika akili zetu. Na bila shaka kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani, anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba enyi waamini, mmeamrishwa kufunga saumu ya Ramadhani kama walivyoamrishwa watu kabla yenu, sio kwa jambo jingine, la'allakum tattaquna, ili mpate ucha Mungu. Kwa hiyo malengo ya saumu ni kuja kutubadilisha. Baada ya mwaka mzima tumeanguka katika maasi, kwa hiyo Ramadhani imekuja kutuondoa, kuturemove kutoka na makosa, ili tuwe watu wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Allah anasema inna Allah yuhibbul muhsinina, Allah anapenda watu wema. Kwa hiyo malengo ya saumu ya Ramadhani ni kuja kutuondoa katika wrong way, njia mbaya, kutoka katika njia nzuri ambayo Allah anaipenda. Kwa hiyo ndio malengo ya saumu, kuja kutubadilisha. Sio malengo ya saumu sio kula futari na daku hapana, ni kuja kutubadilisha tabia, tutoka katika tabia mbovu za maasi tuwe katika tabia nzuri, maadili mazuri, tabia nzuri, mapenzi kati yetu. Ndio malengo ya saumu Ramadhani. Baada ya mwaka mzima tumeanguka katika makosa, kwa hiyo Allah anaita kila mwaka anaita Ramadhani
kuja kuturudisha tuwe katika mstari, katika njia sahihi ambayo anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah tutakuwa na mengi ya kuzungumza. Tumpe Sheikh fursa naye akaenda kapumzike. Nadhani tulikuwepo na Muungano TV na mimi ni Sheikh wenu Miraji, alikuwepo nyuma kamera ni ustazi wetu ambaye anatambulika kwa jina la Babu DJ. Inshallah biidhnillah tabaraka wa taala, msishinde kufuatilia katika channel yetu hii, kusubscribe na kufuatilia katika vipindi vyote ambavyo vinavyojiri, hasatan katika mji wetu wa Cape Town na katika eneo zote. Tutakuwa tunakujuza kwa kila habari ambayo itakuwa inafika, hasatan katika masuala ya dini. Wasalamu alaykum. Tayari wameweza kukamilisha ibada ya Salatul Eid, na kama mnavyoona nje watu tayari ndio wanaondoka, na kama mnavyoshuhudia mandhari nje inavyopendeza. Hao ni Waislamu wanaopatikana katika mji wa Cape Town nchini South Africa, na kama mnavyoona kina mama ni wengi, kina baba ni wengi, wamehudhuria kwa wingi. Nadhani tunajiongea kuzungumza na baadhi ya waumini ambao wanaopatikana katika mji huu wa Cape Town, tuzungumze nao kuhusu tukio hili ambalo ni likubwa, ambalo limeweza kuwakusanyisha Waislamu sehemu tofauti tofauti ikiwemo Cape Town, miji yote ambayo inayopatikana katika huu mji wa Cape Town. Hawa Waislamu wote ambao mnawaona, ndugu zangu Waislamu, hawa ni Waislamu ambao wametoka maeneo tofauti tofauti kuja kuhudhuria au kuja kukamilisha ibada hii ya Eid, na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe kutupatia uhai mwingine na kutupatia siha ili kutuwezesha kudiriki Ramadhani ambayo itakayokuja nyingine kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Na tukiwa ndani ya channel yetu Muungano TV, hii ni channel ambayo inazidi kukithirisha kuonesha katika matukio yanayojiri katika mji wetu wa Cape Town, hata nje ya Cape Town, hasatan katika masuala ya dini. Na hapa mnavyoniona nipo na dada zetu ambao waliokuwepo katika ibada hii adhim. Tutaweza kuhojiana nao ingawa kwa mawili matatu kuhusikana na tukio hili la leo biidhnillah tabaraka wa taala. Tena na Muungano TV, huu ni miongoni mwa dada zetu ambao walihudhuria katika masjidi ya eneo la South River katika ibada ya Eid, na inshallah mnaona wengi wapo, lakini tunaweza tukazungumza na yeye akazungumza chochote ambacho anaweza akakizungumza kikapeleka katika jamii yetu kutokea na hili tukio ambalo limetokea. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaenda haya. Mimi naitwa nimefurahi sana, nimekutana na ndugu zetu hapa, tulikuja kusali Eid hapa South River. Nimefurahi sana kwa kweli kuonana na watu wenyewe wametoka mbalimbali huku na huku, tumekutanania hapa kuswali sala Eid. Tulipe kila laheri na tuzidi kupendana, tukue kitu kimoja, tuzidi kupendana na tuzidi kukutanana tena siku zingine, hapana siku Eid tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu ndiye dada yetu ametuambia, anatuachia wasia mmoja kwamba tuzidi kupendana, sio siku tunazuzi kukutanana, sio mpaka tu siku ya Eid peke yake, hapana. Waislamu inahitajika tu tunakutanana, tu na siku ambayo tunaiandaa ili kwa kukutanana, sio mpaka siku ya Eid tu ndio inatukutanisha. Hii ndio faida ambayo dada yetu aliyotuachia, kwamba huu mkusanyiko umempa faida kwamba huyu mkusanyiko ni bora na unaonesha mandhari nzuri, unaonesha kwamba sisi Waislamu ni kitu ambacho kinaonesha kwamba umoja wetu una nguvu zaidi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Muungano TV Cape Town, South Africa.